Habarini za wakati huu ndugu zangu, ningependa kuwakaribisha kwenye chaneli yetu pendwa ya LexGate, na leo nimekuja na solution ya jambo moja muhimu. Je, simu yako inakuwa polepole, yaani ukisearch kitu au muda mwingine tu from nowhere inakuwa nzito, na pengine labda betri lako linaisha chaji mapema au linawahi kufa. Na vipi simu yako huwa inapata moto mara kwa mara? Basi leo nimekuja na solution ya hilo tatizo. Naomba tuongozane sote kwa pamoja. Nitakuonyesha hatua kwa hatua namna ya kufanya kuweza kutatua tatizo hili. Okay. Kwa kweli kuna vitu vingi vinavyosababisha betri kuisha chaji mapema au kufa mapema, na pengine kupelekea simu kuwa nzito au kupata moto. Basi hivyo vitu ni kama ifuatavyo. Kuna apps nyingi zinazorun background ya simu zetu ambazo hatujajua namna kuzigundua, na pengine ni brightness ya juu kabisa tunazoweka kwenye simu zetu, na maybe ni connection za data, either wifi au data tu ya kawaida, na pengine ni battery yagging. Maana betri zote huwa zina limit ya recharge. Betri zote zina limit ya recharge cycle. Sasa pengine sisi hatujajua hicho kitu. Kwa leo tutaenda kuangalia namna tutakavyoweza kutatua hizo tatizo. Okay. Kuna suluhisho au solution kadhaa ambazo nimejaribu kuzitafuta na kuzipembua. Kuna suluhisho ya kwanza ni optimize setting. Tuta optimize setting kwa pamoja ya kuweza kuiseti simu yetu iwe katika mfumo wa kutotumia battery charger kwa haraka. Na njia nyingine ni manage app. Tutazimanage zile apps ambazo zinatumia sana charger ya battery. Zaidi, njia ya tatu ni battery saving features. Kuna features mbalimbali ya kusave power ya battery, pia tutaenda kuziangalia. Zaidi kuna hardware tips. Hizi hardware tips ni za kawaida tu za kuwapelekea mafundi wakaangalia shida ni nini, kama ni kubadilisha battery au ni nini. Hivyo vyote tutaviangalia kwa pamoja. Sawa. Naomba tuanze na hii ya kwanza. Tukianza na hii ya kwanza, ku-optimize setting. Hapa tutaseti simu yetu ili isiweze kutumia chaja nyingi au kuifanya simu kuwa nzito. Kuna setting ambazo inabidi tuzipitie hapa. Tutapitia njia kuu mbili. Njia ya kwanza tuta turn off animation. Njia ya pili tuta reduce brightness. Njia ya tatu tuta disable auto sync kwa app zisizokuwa za muhimu, au kwa app zote tu tukawa tuna sync manual. Sawa. Tukianza na EA kipande cha kwanza, yani ku optimize setting, tutaanza na hii turn off animation. Hatua kwanza tuta turn off animation. Tuta turn off animation kivipi? Sawa. Tutafanya hivi. Cha kwanza tunaingia setting. Tutatafuta setting hapa. Tukiingia setting, tuta activate kitu tunakiita tutaingia setting. Baada ya kuingia setting, tutaenda kuwasha developer. Tutaenda kuiwasha kitu tunakiita developer option kama bado haijawashwa. Sawa, tutaingia setting, then tutaenda kwenye about phone. Hiyo hapo. Tukishaingia about phone, tutatafuta sehemu imeandikwa software information. Hiyo hapo. Tukishafika kwenye software information, tutaenda moja kwa moja kwenye sehemu imeandikwa
build number. Ya, imeitwa build number. Kwenye hii sehemu ya build number nadhani tunaiona wote, hii hapa. Hii hapa build number. Kwa sehemu ya build number tutagusa mara 7. Tutagusa mara 7 mpaka ituletee ujumbe huu hapa unaosema you are now a developer. You are now a developer. Sawa, tutagusa mara 7. Unahesabu 1 2 3 4 5 6 7. Ya, mimi haijaleta kwa sababu tayari nishawasha. Sawa. Kwa tukishagusa mara 7 unarudi nyuma tena. Tukirudi nyuma, tutarudi nyuma tena, tutaingia kwenye developer option. Developer option. Developer option. Lengo letu ni kuzima animation. Tutaanza na hii hatua ya kwanza ya kuzima animation. Turn off animation zote. Sawa. Kwa sasa tutaingia hapa kwenye developer options. Tutagusa. Baada ya hapo tutatafuta animations. Hii hapa inaitwa animator duration scale. Tutagusa hapo, tutazikuta animations zote, animation scale zote zilizopo kwenye simu yetu. Then sisi tutakachofanya tutagusa hapa kwenye animation off. Maana yake tutakuwa tumeturn off animation zote. Sio mbaya nikiweka hapa. Yeah, it's okay kwa sababu pia haili chaji sana. Sawa, lakini mimi napenda iwe off kabisa hapo. Yeah. Baada ya kusave hiyo, it means animations zote za apps zitakuwa off, kwa hazita be applicable kwenye simu yangu, hazitafanya kazi kwenye simu yangu. Hii itasaidia moja kwa moja kutunza chaji na ubora pamoja na uimara wa simu yangu. Yeah, hii ilikuwa njia ya kwanza ya kuturn off animation. Then kuna kureduce brightness. Kureduce brightness hapa ni simple tu. Tuna scroll down tena, halafu kuna hii hapa brightness hiyo hapo. Unaweza ukayadi ukapunguza, ukipunguza it means tunakuwa tuna save chaji. Ya, ina mwanga utakuwa unatumia kiasi kidogo cha chaji. Nikiweka full it means kiasi kikubwa cha chaji itakuwa inatumika. Then kuna nikija kwenye hii ya kwanza, hii ku turn off animation. Yeah, kwa mtu wa iPhone pia kuna namna ku turn off. Yeah, mtu wa iPhone ataenda kwenye setting, ataenda kwenye accessibility, then kwenye motion ataminya sehemu au atagusa sehemu inayoitwa reduce motion. Hapa atakuwa amezima kabisa hizo animation kwa mtu wa iPhone. Yeah. Then tuje tuangalie kitu kingine kinaitwa kudisable auto sync za app zote. Ninaposema auto sync it means automatic sync, yani ni kwamba applications zinakuwa zinaji-update automatically. Sasa tunaenda kuizima hiyo ili kuweza kutunza chaja pamoja na betri lenyewe kwa ujumla. Maana kadri zinavyokuwa zikiji-update ndivyo chaja inavyotumika na ndivyo betri zinavyozidi kuwa overloaded. Yani ndivyo ambavyo betri linavyozidi kuharibika tunasema. Yeah. Kwa tutakwenda kuzima hiyo auto sync. Sawa. Kuzima ni kama kawaida, tutaingia setting. Tutatafuta sehemu imeandikwa accounts. Hapa, accounts and backup. Then tutaenda accounts. Yeah, tutakutana na application zote hapo. Zote. Sawa. Hizi ni application ambazo huwa
sync automatically. Sync automatically. Kuna Facebook, kuna hizo Gmail, kuna Grok, kuna Messenger, kuna Microsoft, kuna WPS, kuna WhatsApp, kuna Samsung account hiyo. Sasa unaweza ukaadi apps nyingine ambazo zinaendelea kuji-update automatically. Lakini sisi ni yetu ni kusave na kuendelea kulilinda beti letu. Kwa hiyo kitu tutakachofanya hapa ni kuzima hii autosync data. Tunazima hivi. Ukiwa unazima inakwambia turn off automatic sync. This will reduce data usage and conserve battery power. Sawa, hii itapunguza matumizi ya data na kutunza chaja ya battery. But you need to sync accounts manually. Sawa, lakini tutahitaji kuzi-update au kuzi-sync kwa hizi applications zetu manually. Yaani muda ambao nitahitaji mimi ku-update, then nitaingia nita-update mimi mwenyewe, haitaji update yenyewe automatically. Nitakubali okay. Hapo nitakuwa nimezima automatic sync ya application zangu. Nadhani mpaka hapo tuko pamoja. But kwa mtu wa iPhone pia anaweza akafanya hicho kitu kwa kutumia hatua hizi. Ataenda setting, akienda setting, ataenda sehemu imeandikwa mail. Baada ya mail kuna sehemu imeandikwa accounts. Akigusa pale kwenye accounts, atachagua sehemu, atachagua account husika sasa. Kama ni Gmail anataka kuizima au iCloud na kadhalika. Pia kuna option ya kuzifunga zote kama tulivyofunga sisi hapo. Nadhani mpaka hapo tuko pamoja. Kwa kwenye ku-optimize setting nadhani tumesha papitia sasa. Tuta turn off animation, tumeangalia ku turn off animation. Tuta reduce brightness, ndio pale kupunguza na kuongeza mwanga. Ku reduce ni kupunguza, kwa hiyo tutapunguza mwanga wa simu zetu. Tuta disable auto sync, then tutazuia application kuji update automatically. Tumefunga kabisa. Ndio. Hii ilikuwa ni njia ya kwanza inayoitwa optimize setting. Sasa tuangalie njia ya pili ambayo tumeita manage apps. Yaani namna ya kuzimanage hizi apps zetu zisiweze kutumia data nyingi. Sawa, zisiweze kutumia data nyingi pamoja na chaji nyingi. Tutaenda kuzizuia hizi apps zetu zisiweze kutumia chaja nyingi kama ilivyokuwa kawaida. Sawa. Kwenye hii hatua tutaangalia njia kama mbili ambao ni tuta uninstall apps zisizotumika kwenye simu zetu. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili tuta force stop apps. Tuta force stop apps zinazo drain battery, yaani ambazo zinakausha battery, zinazotumia battery charger kwa wingi mno. Tutakwenda tutazifunga hizo. Sawa. Kwa cha kwanza tuta uninstall app tusizozihitaji au zisizotumika. Kwenye simu zetu tuna apps nyingi nadhani. Ni kama hivi ninavyoona hapa. Nina apps kama hivi za kutosha kabisa. Lakini sio zote ninazozitumia. Natumia baadhi tu. Kwa hiyo tunaanza kuzi uninstall zile apps ambazo hatuzitumii. Kwa mfano mimi kuna hii Copilot, kuna Click, kuna Levenlab, text to speech. Ziko nyingi. Kwa hiyo tunaanza kuzi uninstall tusizozitumia. Kwa mfano labda hii Copilot mimi siitumii. Kwa hiyo nitashika hapo, itaniletea option ya install, nitai uninstall. Okay. Itatoweka hapo. Kama hivyo, ina maana haipo tena kwenye simu yangu. Kwa hiyo utafanya hivyo kwenye apps zote ambazo huzihitaji. Utazi uninstall zote tusizozitumia.
Hii itasaidia kutunza data. Sio hizo tu, ya kuna apps za magame kama haya hapa. Ya ni game ambazo napendelea sana kuzicheza. Okay, kwa utafanya hivyo kwenye simu yako pia, kwani install app zote usizozitumia zibaki zile ambazo unazitumia tu, kwa sababu kila app inatumia kiasi fulani cha charger, ina drain battery kwa kiasi fulani. Hatua nyingine ni tutaforce stop ya apps. Tutaforce tuta stop baadhi ya app zisitumie charger kwa wingi. Ya tutaingia setting kama kawaida, tutaingia setting, tutatafuta device care ya hapa, tutaingia battery ya hapa. Sasa hapa tutaona apps zote zinazotumia battery kwa wingi. Kulingana na simu yangu mimi, apps inayotumia charger kwa wingi inaitwa ChatGPT, ambayo ishawekwa hapa, inatumia 21.9 ya charger. Itafuata CapCut inatumia 15.5, kuna Grok 14.1, kuna SnapTube 12.9, kuna Lucky Player 11.6, UCAT 7.8, Chrome 7.8. Umeona, kuna One UI Home inatumia 6.0, Exocoder 4.0%. Ya YouTube Studio inatumia 3.8. Ya ndo kama hivyo. Sasa nikasema kule inabidi tuzipunguze app tusizozitumia, maana kila app inatumia percentage fulani ya battery. Okay. Kwa sasa hapa tutakachozifanya, tutazistop hizi apps ziache kutumia nanlia. Tunazistop vipi? Kwa mfano labda mimi nataka ni stop hii moja inaitwa kwa mfano, okay, nitakuonyesha tu hapa. Kwa mfano nataka ni stop labda 11 labs. Unagusa hapo 11 lab, put up to sleep. Ukiput up to sleep, sawa, ina maana hii hapo sitaitumia kwa muda huu mpaka pale nitakapoingia tena na kuiamsha. Sawa, ina maana hapo app nakuwa nimeilaza, yani sitoitumia tena mpaka pale nitakapoiamsha. Ya namna kama hiyo. Kwa nitafanya hivyo kwenye apps ambazo nakuwa sizitumii mara kwa mara, nitazistrip. Hii itasaidia kutunza betri langu lisiweze kufa haraka na lisiweze kuisha chaji kwa haraka. Kwa hiyo tushaangalia hii njia ya pili ambayo ni manage apps. Tunazimanage hizi apps zetu kwa kuzi-uninstall zile tusizozihitaji au tusizozitumia mara kwa mara, pamoja na kustopu au kuzilaza hizi app ambazo pia hatuzihitaji au hatuzitumii mara kwa mara. Sasa hapa kuna njia ya tatu ambayo hii ni battery saving features. Ya namna tu ya kusave ile data zetu, ya kusave hiyo charger yetu. Sawa, battery saving, namna ya kulisave hizo charger na kusaidia betri letu lidumu kwa muda mrefu. Hapa pia kuna njia mbili. Ya kwanza ni use battery saver mode na adaptive battery. Kwa ili tuweze kusave betri letu, yani kulilinda lisipoteze charge haraka na lisiweze kufa haraka, pia itabidi tu use saver mode pamoja na adaptive battery. Tutaikuta wapi? Tunarudi nyuma hapa kwenye battery tulipokuwa tumeingia mwanzo. Tukirudi nyuma hapa, okay. Sawa, tutaingia kwenye
Sawa. Nitaingia pale pale kwenye battery. Nikiingia kwenye battery pale kuna sehemu imeandikwa power mode. Power mode, alafu chini yake kuna medium power saving. Sasa tutaingia hapa kwenye power mode. Tukiingia kwenye power mode ndo kama hivyo unavyoona hapo, kuna option kama 4. Inasema high performance optimized, medium power saving, alafu kuna maximum power saving. Sawa. High performance hapa, ikiwa hapa ina maana maximum screen brightness and resolution. Maximum screen brightness and resolution uses more battery. Kwa hiyo ikiwa hii alama yako ikiwa hapa juu kwenye high performance, ina maana sawa, simu yako inakuwa na brightness ya hali ya juu, yani ile ya mwisho kabisa. Alafu pia unakuwa una use more battery, yani unatumia sana battery, unalikausha mno battery. Sawa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, optimized, wanasema get the recommended balance of performance and battery life. Sawa. Hii sehemu ya pili ina maana tuna save kiasi fulani kidogo. Sawa. Cha nini? Cha battery yetu, cha chaji na maisha ya hilo nini? Hilo battery. Sawa. Tunakuwa tumeiokoa kiasi fulani. Alafu hapa nikiingia kwenye medium power saving, hapa ina maana tunatunza zaidi chaja yetu pamoja na uhai wa hilo battery. Hapa kwenye maximum power saving, hapa tuna save, yani tunali save sana ili battery kupoteza charge, yani inakuwa halipotezi charge kwa haraka na inakuwa yani tunaitunza ili iweze kuishi muda mrefu zaidi. Sawa. But hapa sikushauri. Kwa sababu gani? Kwa sababu nikiweka hapo ina maana inafunga baadhi ya application, hazitofanya kazi kwenye simu yangu kwa wakati huo. Application nyingi hazitofanya kazi, yani 90% ya application hazitafanya kazi kwa wakati huo kwenye simu yangu. Na hii huwaga tunapenda kutumia mara nyingi nikiwa niko safari, simu inaelekea kuisha chaji na kuna watu inabidi niwasiliane nao, kwa tunaweka hapa. Hata ikiwa na 1% najua nitafika nayo mbali. Sawa. Hiyo ni use battery saver mode. Hiyo ndo saver mode. Alafu pia kuna adaptive battery. Pia inabidi tuiwashe hii adaptive power saving. Sawa. Kama ulivyoona hapa mimi nimeiwasha, iko on. Sets the power mode automatically based on your usage pattern to save power. Sawa. Kwa hii pia cha moja hapo nao tusaidia kwenye kutunza ile charge ya betri letu, pia kulitunza lile betri letu. Sawa. Hii ilikuwa ni ya 3 hapo, ni battery saving features. Ya solution ya 4 ambayo pia naweza nikasema kwamba ni ya mwisho kati ya solution zetu, inasema hii ni common mistake. No. Hii ni hardware tips. Hii hardware tips ni matatizo ambayo hatuwezi kuyacontrol kwa njia ya kawaida hii ya software. Hii ni njia ambayo inabidi tuwapelekee mafundi wakaliangalie betri au tubadilishiwe betri. Baada ya kubadilishiwa zeni, hapo ndo itabidi tuanze tena kufanya saving ya betri letu kupitia hizi setting tulizoziweka hapo, ili kuendelea ku keep betri letu alive. Okay. Lakini pia inabidi tu use original chargers. Tuepuke sana kutumia charger fake. Charger fake ni very danger. Zinaua kabisa betri. Kabisa. Tutumie charger original. Tujitahidi tu na to avoid overcharging. Hizi zote ni hardware tips. Pia to avoid overcharging, yani tuepuke sana kuchaji betri kwa muda mrefu. Betri limejaa, unaacha hapo linakaa. Alafu wakati huo unaacha betri likae siku nzima, na wakati adaptive battery hujaiwasha. Ni mistake mbaya sana.
betri halitochukua raundi, litakufa. Kwa hiyo tuepuke kutumia chaja feki, tutumie chaja original, na tuepuke kuchaji simu kwa muda mrefu zaidi. Simu ikijaa chaji, ichomolewe, zeni tumia mpaka pale itakapoisha, ichaji tena. Okay, nadhani mpaka hapo tuko pamoja. Zeni tutaendelea hatua inayofuata ambayo ni common mistake. Yaani hizi ni matatizo madogo madogo ya kawaida tunayokuwa tunayafanya sisi wenyewe pasipo kujua, sawa, ambayo yanapelekea kuharibu betri letu na kuharibu kabisa betri letu au kulifanya liwe betri linalopoteza chaji kwa haraka. Hizi ni common mistakes. Okay, sasa tuende moja kwa moja kwenye common mistakes tunazozifanya pengine pasipo kujua matokeo yake. Cha kwanza kabisa ni ku-uninstall app zote za battery booster zisizo halali. Hizi battery booster mara nyingi huwa sishauri, zinaua sana battery, zinaua mno battery sana sana. Kwa hiyo huu ni ushauri tu, kama una battery booster zi uninstall, sio nzuri. Kingine ni kuacha background app kila wakati. Yaani mtu unafungua application mengi, alafu yote unayaacha pasipo kuclear, yanakula sana charge hayo. Kwa ni vyema kuclear background apps kila wakati. Kwa mfano nikiingia hapa, nizione hizi background, kuna setting hapo, kuna hii device care, kuna hii ziko nyingi. Umeona, hasa kuziacha hizi kwa hivi zinakula sana chaji. Kwa ushauri mzuri ni kuziclear mara kwa mara. Una clear kama hivi, hapo nishatoa zote. Kwa nikiingia hapo, no recent used app. Hii ni njia pia ya kusave charge kwenye simu zetu. Okay. Kitu kingine cha kuepuka ni kuchaji simu usiku mzima. Mtu unaweka chaji usiku mzima umelala. Umeona, hiyo sio nzuri kabisa, inaua sana betri. Inabidi ikijaa tu itolewe chaji. Ikijaa itolewe. Kwa hiyo hili pia ni somo ya tujifunze, sio vizuri. Then kuna bonus tips. Hizi ni vingine lakini sio muhimu sana. Unaweza kuwa una clear caches kwenye simu yako mara kwa mara, una clear tu. Na pia unaweza ukause dark mode ikiwa screen ni AMOLED. Ikiwa ni AMOLED, una change iwe dark mode. Dark mode ina save power japo ni kwa kiasi kidogo, but inasaidia. Inasaidia kwa namna moja au nyingine. Okay, naweza nikasema kwa hapo somo langu ndipo lilipofikia tamati. Nadhani tukifuata hizo hatua tutakuwa tumesave sana chaja kwenye simu zetu, tutakuwa tumesave sana uhai wa betri zetu, tutakuwa tumesave sana na kusaidia simu zetu ziwe zinaweki kwa usoft, yani kwa wepesi. Tutakuwa zinaweki kwa wepesi. Okay. Kwa masomo zaidi, tafadhali usisahau kusubscribe channel hii, kulike, na kucomment shida yoyote au changamoto yoyote unayopitia kwenye kifaa chako, either simu au laptop zenu au kompyuta zenu. Ukiwa na changamoto yoyote, tafadhali unaweza ukaacha comment yako hapo chini.
Zeni nikiona nitakuja tena na darasa lingine tufundishane, tupeane maarifa kidogo. Asanteni sana sana sana.